kitu kilichonifanya nimuone ni mtu sahihi kwangu, the way alivyokuwa ananijali. Mimi napenda mwanaume anijali tu. Yaani mimi sipendi yani niko hivi. Yaani mimi naweza nisikuombe hela. Naweza nisikuombe hela, nisiombe chochote, lakini mimi ukinipenda, napenda mtu anipende, anisikilize. Na of course nikipataga mtu kama huyo nampenda sana, yani nampenda sana. Of course kipindi ambacho nijisikia niko salama zaidi, kipindi ambacho alikuwa anatangulia mbele ya matatizo yangu. Mfano kama kitu kikitokea tu anawahi kunitetea. Kama nikiwa na yani some problems ananisaidia, nina shida fulani. Kwa hiyo nikawa naona huyu mimi ni mtu wangu. Yaani nikawa naamini hivyo. Kwa sababu yalikuwa ni mahusiano yangu ya kwanza. Siku ambayo mambo yalianza kuwa tofauti, of course yani siku ambayo nilianza kumuona mbona kama vile nilivyotarajia sivyo. Ni siku ambayo of course kuna kaka mmoja alikuwa anaitwa Ima. Mwingine huyo yani alikuwa anaitwa Ima. Alinitongoza. Alivyonitongoza mimi nikamkataa, nikamwambia mimi na mtu wangu. Na mtu wako anaitwa nani? Nikamwambia Joshua. Afu yeye na Joshua walikuwa wanafahamiana lakini sio marafiki. Yaani wanafahamiana vile kwa kusalimiana lakini sio marafiki. Alivyonitongoza nikamkataa. Nilivyomkataa yule kaka alikuwa ananipenda ndio pia na yeye. Lakini yani vile nilivyoanza, unajua mimi sio kama ni mwepesi sana kuamini kitu ambacho naambiwa. Lakini kitu ambacho unaambiwa yani lazima ukitafakari. Kwa nini kila muda ananiambia hiki kitu? Siku moja huyo Ima, sijui namba yangu aliipata wapi. Akanipigia. Kwa sababu yeye alikuwa ananifahamu jina. Akanipigia. Mary, uko wapi? Nikasema niko nyumbani. Okay, nakuja. Kwa sababu yeye na shangazi yangu walikuwa kama marafiki hivi. Haya, alivyokuja pale akanikuta mimi nafua. Akaniambia Mary, mimi kuna kitu nakuonea huruma sana. Kuna kitu nataka nikuambie. Nikamwambia kitu gani? Akasema hivi, wewe unajua kama wewe Joshua na watu wengi sana? Nikamwambia watu gani? Ana watu gani? Mimi ninachojua mimi niko peke yangu. Mimi hao mambo mengine mimi sitaki kujua. Mimi naangalia nafasi yangu mimi. Kwa ndo hapo nilivyoanza yani mimi mwenyewe tu alivyoondoka, alivyosema basi siongei tena wala ingizi tena, yani sitakwambia tena chochote. Na kuacha na mahusiano yako ya kutokea atakayokutokea. Kwa alivyoondoka vile basi mimi nikaanza kufikiria, yani moyo wangu ukaanza kuumia. Hivi kwa mfano nikija kugundua kama ni kweli huyu mtu ana watu wengi. Of course yani the guy alikuwa ni handsome. Yani uwezi kuamini kwamba anaweza kaa na mtu mmoja. Ila basi tu yani the way anavyo take care of you, yani unamuamini. Unajua watu wanakuja na technique. Yani mtu anakuja yani na kitu ambacho yani unamuamini yani kabisa, yani hata kama ana watu wengi, unaamini uko peke yako. Yani nilikuja kugundua huyo mkaka alikuwa ana mke na watoto wawili. Shangazi alivyoniambia, kwa sababu yule kijana yeye anamfahamu vizuri tu. Nilivyoambiwa, yani ile alivyoniambia kwamba hivi unajua mimi nilikuwa siamini, sawa? Unajua ilifika stage yani sifanye hata kazi za nyumbani, yani napenda tu niwe namuona. Yani niwe naenda kwake tu namuona. Unaona Sio kama ni kitu cha muhimu sana. Napenda tu niwe karibu naye. Sasa shangazi akawa anaona ile pale itaniathiri. Sawa Alikuwa kweli ananiachia free. Sawa, lakini kwenye vitu vya muhimu ananishauri. Akaniambia wewe, huyu hapo labda ni kitu usichokijua. Ana mke na watoto wawili, wa kike na wa kiume. Nikamwambia hiyo sio kweli. Hiyo siku yani niliumia sana. Nikamwambia nimeambiwa maneno mengi sana kuhusu kijana. Ngoja niende nimfuate. Nikampigia simu, mimi siku nilikuwa natetemeka. Nikampigia simu, "Je, yuko wapi?" Akaniambia mimi niko nyumbani, najisikia vibaya. Kwa nini nakutumia message unijibu? Nikamwambia okay fine, nakuja hapo sasa hivi. Akaniambia sawa. Nikamwambia poa. Haya, nimeenda kwake, nikamkuta kweli amelala. Alikuwa anaangalia movie. Nikamuuliza, "Je?" Kwanza nimempa pole pale, tumekaa katika kupiga story, ninamkumbatia vile. Nikaa namuuliza tu maswali kimtego. Nikamwambia, "Je, nikikuuliza kitu utaniambia ukweli?"
Akaniambia of course, kwa sababu katika toka naanza mahusiano yani sifikiri kama kuna kitu shai kudanganya. Nikamwambia fine, niambie, kuna kitu nataka nikuulize. Sema naogopa, sidhani kama utaniambia ukweli. Mimi napenda ukiwa mkweli tu, mimi hiki kitu hata kama kibaya kwangu nitakusamehe. Nikamwambia hivi, una mke? Unajua alistak kidogo. Ananiambia mke? Akaza ile yani kama dharau fulani, unajua? Mke? Nikamwambia una mke? Akaniambia hizi story umepata wapi wewe? Nikamwambia no, wewe niambie tu ukweli. Ukiniambia ukweli mimi wala si yani sita doubt chochote, yani kikubwa niambie ukweli. Akaniambia of course nasikitika sana, ila naumia sana kwa sababu nilikuwa naogopa kuambia, kwa sababu yani ni mrahisi sana kureact kitu. Mimi kweli na mke na watoto 2. Umeona? Yani niliishiwa nguvu of course. Nilijisikia vibaya. Taarifa hiyo nilijisikia vibaya sana. Nakumbuka ile siku nililia sijawahi kulia vile. Na ndo mwanaume ambaye mimi nilimpenda na nilimuelewa, yani mimi sasa, yani ukisikia mtu ambaye alidumbukia miguu yote, sasa ndo mimi sasa nijikabizisha kwake. Baada ya hapo baada ya kumaliza kulia vile akana nibembeleza, akasema sasa mama, yani nashindwa hata nianzie wapi. Nikamwambia niache hapa, nilie tu, nikimaliza hapa mimi nainuka inakuwa ishaisha. Of course yani kwa sababu yani niseme tu kweli, kipindi toka tunaanzisha mahusiano kuna roho fulani ilikuwa inasema kwamba nisikutane naye kimapenzi. Yani kuna roho tu, yani ilikuwa akisema tu kuna kitu lazima kitokee, kitu cha muhimu, yani kitu cha muhimu ambacho yani kitanizuia tu nisiende kwake. Na ndio kitu ambacho nilimshukuru sana Mungu. Kwa sababu of course yani kama nahisi kama ningekutana naye kimapenzi ningeumia sana. Kwa sababu mapenzi yalikuwa na mwezi mmoja, anaenda kama na wiki 2. Ndio nikaja kupata hivi vitu. Niliumia of course. Of course yani mimi toka nilie pale, mimi niliamini kwamba mwanaume yote anayekuja kwenye maisha yangu, hata akifanya nini, yani siwezi kumpenda kama nilivyompendaga yule wa kwanza. Au siwezi kureact yani kuna nini kama nilivyo. Of course ingawa nitampenda ndio, lakini yani ile afikie kama ule wa kwanza. Unajua mtu wa kwanza ni wa kwanza tu. Niliumia, ni bado yani kuna vitu nilikuwa nakumbukaga. Yani nilikuwa natamani hata kwa sababu nakutana pia na mahusiano sasa hivi, ila hawafanyi kama yule pale alikuwa anafanya. Unajua alikuwa anabembeleza, anaenda na kupenda, mpaka una feel